asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa. Mimi nina baba, mimi nina baba. Yesu ni baba yangu, mwamba imara. Oh, nina baba, mimi nina baba. Yesu ni baba yangu. Acha waniseme, wacha wanitukane, wanione nimechanganyikiwa. Mimi ni mzima mie, nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Wacha waniseme, wanione nimepotea. Mimi ni mzima, nina huyu Yesu aliye mwamba kwangu. Mwamba imara asiyeshindwa. Nina baba jamani, nina baba. Huyu Yesu ndiye baba yangu. Oh, mwamba imara. Oh, nina baba. Mimi nina baba. Ni baba yangu. Oh, mwamba imara. Haya, 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 haya. Kitambaa chuchu, come on. Aha, 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 aha. Vigelegele Yesu. Ongeza makofi kwa Bwana. Huyu Yesu anajali. Huyu Yesu anatupenda. Haleluya. Wutu, 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 wutu. Wapi, wapi, wapi? Wapi akina mama vige? Cheza kwa Yesu. Ai, aha, 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 aha. Ay, 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 ay. Wanaojua Yesu ni baba kwenye maisha yao, nisikie vigelegele kwao. Haleluya. Na wakati wa kwaya pendeza mkiwa mnasogea mbele. Kwaya pendeza mkiwa mnasogea mbele. Endelea kumwadhimisha Bwana. Yeye ndiye Baba. Ainuliwe Mungu wetu leo. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Leo ainuliwe Mungu wetu leo. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Oh, ainuliwe Mungu wetu. Kwanza wamependeza. Kwanza wamependeza. Acheni wivu basi. Wachapieni makofi kwa sababu wamependeza. Yaani kuna mtu hapa alikuwa anahitaji ushuhuda. Mvua imeshanyesha lakini bado haoni kwamba ni ushuhuda.
unaweza kuwa unapiga makofi wakati unamalizia kurudi. Weka makofi kwa Sijasikia kelele za shangwe, sijasikia vigelegele vya kina mama, sijasikia sauti za washindi, sijasikia sauti za watu wenye Yesu. Hebu mwambie jirani yako, naomba kanafasi kadogo. Haleluya. Mwambie jirani yako, naomba kanafasi kadogo, nataka tufanye zoezi. Yaani nataka isikike hapa Singida moto umewaka. Nataka isikike Yesu yuko hapa. Kwa hiyo unahitaji nafasi ili tukihesabu nisikie watu watakao shangilia. Ikiwezekana matenti yote yaende chini. Hallelujah! Bado. Unajua kuna watu hawaelewi maana ya kuwa na Yesu. Ukiwa na Yesu saa zingine unaonekana kama zimepungua. Lakini sio kupungua, ni ile raha ya wokovu. Unafikiri walevi wana raha ya namna hii? Unafikiri walevi wana raha ya namna hii? Hakuna. Yaani unajua Mungu anakuhudumia pale ambapo moyo wako umeuandaa mwenyewe kikamilifu. Haleluya. Hebu ngoja tujaribu ya pili. Haleluya. Haleluya. Ndani yangu nasikia wameanza kuelewa. Kuna watu uko stendi wanafikiri, wanawaza hizi kelele zinatokea wapi? Nataka zifike vizuri. Amen. Unajua katika kupiga kelele hata magonjwa yanaondoka. Kama una mizigo inaondoka. Kwa sababu nguvu za Mungu zinashangilia ndani yako ushindi. Unaweza ukacheka? Hebu angalia jirani yako, cheka naye. Haleluya. 1 2 3. Mwambie jirani yako, hujaelewa bado. Haleluya. Unajua, haleluya. Unajua kuna power inatembea. Umeelewi tu? Kuna vitu vinaachia kwenye maisha yenu. Ndio maana Mungu aliwaambia wana Israeli, akaambia Musa, waambie mlivyozunguka mlima wa Seiri yatosha. Mwambie jirani yako, nilivyozunguka kaka mlima kama maisha kangu yatosha. Haleluya.
na walizunguka Yeriko wakapiga kelele za shangwe. Kuta zikafanyaje? Ikaanguka. Iko raha kupiga kelele kwa Yesu. Ya mwisho. Moja. Shetani amekaa mahali anasema leo hali sio nzuri sana. 2. Unajua ujiandae kwa namna ambayo hata kama una ugonjwa uliokusumbua miaka mingi, uachane nao kwenye iko kiti. 3. Hallelujah! Yesu, ni saa yako, tuko tayari kukusikia. Asante maana uko tayari kutusemesha. Asante kwa kelele za shangwe ambazo zimefungua maisha ya watu wako. Libarikiwe, limidiwe milele jina lako. Katika jina la Yesu tuko tayari Bwana. Fungua fahamu zako tusikie neno lako. Tupe hatua nyingine jioni ya leo ili maisha yetu yabadilishwe. Katika jina la Kristo kila mwenye pumzi aseme amen. Haleluya. Haleluya watu wa Singida. Haleluya watakatifu wa Mungu. Haleluya waliokombolewa na Yesu. Haleluya ambao wana furaha katika Kristo. Haleluya waliolewa Roho Mtakatifu ndani yao. Oh, Yesu anawapenda sana. Yesu anawapenda sana. Ni neema iliyoje kwamba kuna furaha ya Kristo ndani yetu jioni ya leo. Jumamosi, leo ni siku ya 4, Jumapili. Na ikiwa ni mwendelezo wa mkutano wetu wa Injili toka kwa watoto wetu na vijana wetu wa chuo cha uhasibu Arusha.
nami niungane pamoja nao katika kuleta maneno ya Mungu kwa ajili yenu. Ninaitwa Mwalimu Lucas Ole Kuku, ni mtumishi katika shamba la Bwana. Ninajua wengine tulionana ibadani, kwa wale ambao walisali hapa. Wangapi tulikuwa kanisani wote? Ili nihakikisha kama kweli walisema watakuja, kama wamekuja au hawajaja. Wangapi tu walikuwepo ibadani? Wao, hem, tujipigie makofi. Mwambie jirani yako hongera kwa kumshinda shetani. Maana majaribu ni mengi nyumbani. Saa zingine umefika umepigiwa kasimu, bana njoo hapa kuna kitu fulani. Mpaka ushinde, mpaka uje. Ni jaribu tosha. Haleluya. Lakini Mungu ni mzuri. Amekupa muda huu kwa sababu anakuhitaji. Ana haja na moyo wako. Ana haja na nafsi yako. Tuko mahali hapa tunaongozwa na neno la Mungu kutoka kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 11, ambalo ni neno la mkutano. Sura ya 2 ya Wafilipi mstari wa 11. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 11, neno Mungu linasema, ndio, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, na kila ulimi ukiri ya kuwa Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Ni mstari wa aina yake unaolenga kila kiumbe juu ya uso wa dunia kiweze kukiri kwamba Kristo ni Bwana. Asa unaweza ukajiuliza, anakiri Kristo ni Bwana kwa sababu gani? Kwa nini kila ulimi ukiri? Maana hauwezi ukakiri bila sababu. Kuna kitu kinachosukuma ulimi ukiri kwamba Kristo ni Bwana. Kwa hiyo ulimi wa mtu yeyote, kinywa cha mtu yeyote kinaweza tu kukiri kwamba Kristo ni Bwana pale inapotambua sababu ya Kristo kufanyika Bwana. Sasa nataka nikulete kwa nini ukiri kuwa Kristo ni nani? Ni Bwana. Nataka nikutafakarishe habari ya kiumbe kipya ndani ya Kristo. Kiumbe kipya ndani ya Kristo. Ili tuweze kuona sababu yetu kukiri ni Bwana, sababu ya ulimwengu kukiri ni Bwana, sababu ya mataifa kukiri ni Bwana, sababu ya dini zote kukiri ni Bwana. Unajua wengine wanakiri ila wanaficha, ila kiukweli tu yapo mambo yanayosukuma waweze kuadhimisha kwamba Kristo ni Bwana, na ubwana wake ni wa tofauti. Unajua wako mabwana wengi. Unaweza ukasema Bwana asifiwe, lakini tusijue ni bwana yupi. Kwa hiyo kuna namna ya pekee ya kuweza kugundua kama mtoto wa Mungu kwa nini unakiri kwamba ni Bwana. Na kama Mkristo hajafika mahali anaweza kukiri kama Kristo ni Bwana, maana yake hajamuelewa bado. Ndio maana ukisema tupige kelele za shangwe, kuna watu wana uzito. Si kwa sababu wameshiba wana vitambi kama mimi, no. Ni kwa sababu hawajajua sababu ya kupiga kelele. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Wakorinto wa pili 5:17. Ndio. Neno la Mungu linasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Wow, amekuwa nini? Kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Paulo kuona kwamba hata sasa imekuwa. Mwambie jirani yako imekuwa. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ona. Kwa hiyo mtu akiwa ndani ya Kristo anafanyika kiumbe kipya.
Asa ni rahisi ukajiuliza, nafanyikaje kiumbe kipya? Zamani kama ni Nokia wow, kumbe kuna mabadiliko yanatokea unapompa Yesu maisha yako. Cha kwanza kinachotokea, utu wako wa kale unaondoshwa. Ghafla unafanyika kiumbe kipya. Vile wanavyokuona nyumbani hawakuoni hivyo tena. Vile wanavyokuzungumza hawakuzungumzi hivyo tena, kwa sababu Yesu anapoingia tabia yako inabadilika. Ghafla ulikuwa unakunywa pombe, sasa hivi hatukuoni klabuni kabisa. Ghafla ulikuwa hata nguo unyooshi, sasa hivi tunakuona una suti na imenyooka, basi hatujui umetoa wapi. Lakini ule muda tu umesema Kristo ni Bwana, ilitosha kubadilisha kila kitu. Ndio maana Paulo anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa nini? Ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya. Kwa hiyo ghafla tabia inaanza kubadilika. Ghafla mwendo wako unaanza kubadilika. Ghafla maisha yako yanaanza kuwa mengine. Kuna aina fulani ya maisha ulizoea. Unajua, ngoja niwaambie, ukimpokea Yesu, wala hakuna mtu atakuja kukuambia unahitaji kuvaa sketi ya namna hii, unahitaji kuvaa nguo ya namna hii, wala uhitaji mtu aje kuingize kwenye darasa. Kwa nini? Yesu anapoingia ndani ya moyo wako, fikra yako inabadilika na Mwokozi wa maisha yao. Kama upo kwenye kanisa na Yesu si Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nina mashaka na wewe. Ndio maana leo uko Anglican, kesho uko Roman, kesho kuto uko FPCT, kesho kuto uko uliko. Kwa nini? Hujui unachokitafuta. Ukielewa Yesu ndio anatosha, hutahangaika kwenye maisha yako. Wewe kila asubuhi ukiamka tunaimba Yesu kwetu ni rafiki. Kwa nini unaimba? Kwa sababu unaelewa Yesu, hujabeba dini lako. Maana hata sasa Wakristo wakisimama kwenye madhabahu tunatupiana maneno tu. Kanisa langu, kanisa langu, kanisa letu, kanisa lenu, kanisa la nani, sijui la nani, sijui baba yetu yuko hivi, sisi kanisani kwetu. Acha mambo ya ajabu. Mbinguni hatutajwa kwa makanisa. Kama hauna ukiwa na Yesu ni tiketi ya kuwa mbinguni. Unatembea kwa ujasiri, unatembea kifua mbele, si kwa sababu unafahamika na wachungaji, ni kwa sababu Yesu anakufahamu. Si kwa sababu watu wanakusifia sana, ni kwa sababu Yesu amekufanya kiumbe kipya. Kwa maana Yesu akihubiriwa, kuna mtu anakasirika kama vile Yesu wa kwake peke yake. Na ndio maana hata kanisani unaleta mapozi kwenye neno, mapozi kwenye kuimba. Yaani wewe una afadhali. Sema baba, sema. Ninatamani ungelewa ninachozungumza, kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, imekuwa ni kuingia wote juu, wanafanyika viumbe vipya, wanabadilishwa tabia, wanabadilishwa asili, wanatoka kwenye utumwa, wanaingia kwenye kambi mpya. Hiyo kambi ni ya Yesu. Hakuna mateso ndani yake, hakuna magonjwa ndani yake, hakuna huzuni ndani yake, kuna furaha. Kwa nini? Yesu amewafanya viumbe vipya. Kuna mtu ananielewa? Amen. Najua hata aliyeko mbali ya mkutano huu ananisikia. Ngoja niwaambie, mimi nimemleta Yesu. Sijaleta kanisa langu. Amen. Sijaleta dhehebu langu. Amen. Hata kama ninalo, ni dhehebu tu kama madhehebu mengine. Ni mahali ambapo tu tunaenda kukutanika kumwabudu Mungu. Lakini ikija swala la ufalme wa Mungu, hapo tutatofautiana. Popote nitaenda, maadamu nakutana na watu injili wapokee. Kwa nini? Mpaji wetu ni Yesu. Amen.
ndio maana unajiona, yaani unajiona uko nyuma kwa sababu huna Yesu. Ukiwa na Yesu, hata staili yako ya kukaa inabadilika. Amen. Ukai kiasara. Amen. Kwa sababu saa yoyote mbingu ina Yesu. Umekaa hapo kwenye kiti, unapaona nyumbani kwako. Nini? Unasema kwa jina la Yesu, toka. Amen. Kinachokusaidia ni nini? Yesu. Wakristo wengi wanatesheka, wanakimbizana na watu. Watu wameweka imani kwa watumishi kuliko Mungu wao, wameweka imani kwa wachungaji kuliko Mungu. Sijasema mchungaji wako hafai, najaribu kukueleza namna ambavyo Yesu anathamani kuliko mtu. Amen. Ndio maana nasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, ubinafsi unaondoka, uchoyo unaondoka, uchawi unaondoka, wizi unaondoka, tabia za kale zinaondoka, unakuwa kiumbe kipya. Amen. Sema baba tupone, sema. Kuna watu majirani hawaishi kwa amani kwa ajili yao. Mwambie. Baada sema ana Yesu. Yesu yupi? Labda yule mwingine. Unajua kwako Yesu wengi. Kuna yule wa herufi ndogo hata kwenye Biblia. Yupo. Alijiita na yeye Yesu. Raha ya kuokoka, Yesu anatambulika moyoni mwako. Amen. Nakumbuka wale wana wasekawa. Walienda kukemea. Wamesikia kina Paulo wanakemea. Wakasema, kumbe ndio hivi. Ngoja na sisi tukakemee. Wakajifungia kwenye kichumba na pepo. Wako kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo, toka. Kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Petro, toka. Pepo akasema, Yesu namjua, Paulo namjua, yeye akina nani? Ni nani? Ona unavyotembea, shetani mwenyewe anajua ni wa kwake au sio. Hapo baba, hapo. Yasikia. Kuokoka si mavazi. Kuokoka sio vitenge vipya. Kuokoka sio suti. Kuokoka ni kubadilisha mtazamo. Ni kugeuka. Kuokoka si maombi. Kuokoka ni kubadilisha mwenendo. Kuokoka ni kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuokoka ni tabia yako ionekane ni ya wokovu katika Bwana. Kile kuna lijitu limekaa mahali linajivunia suti yake aliyoshonewa na mke wake. Mwambie. Aliyoshonewa sijui na nani, pengine hata sio mke wake, pengine wa nje. Na unajiona uko vizuri tu. Amepotea huyo. Saa zingine Mungu anatazama anashangaa. Nimekufa kwa ajili ya hawa watu. Nimetoa uhai wangu kwa ajili yao. Mbona kama sielewi? Maana akikutazama haoni. Kanisa langu, kanisani kwetu. Kwaya yetu. Sema baba. Na baba yetu, baba sawa, una baba tukatai. Vipi Yesu? Sawa, una dini yako. Iwe ni ile nyingine, lakini hujui kwa Yesu yupo. Yui, hapo. Unajua. Dawa ni moja tu. Kila ulimi utakiri. Kila mtu atakiri. Amen. Na by the way, kila goti litapigwa. Hata shetani mwenyewe anajua. Amekutana na mwanaume Yesu. Siku anafufuka kaburini. Alichukua funguo za mamlaka. Akamwambia shetani, una adabu wewe, njoo hapa. Hawa ni watu wangu. Sikia nguvu za Mungu zimetufunika kwa namna ya ajabu. Ninasikia nguvu za Mungu zimetufunika. Wewe jiachie tu mbele za Mungu. Nataka niombe na hawa ambao nampa Yesu maisha yao. Tukiungana pamoja na wao kuomba sala hii kwa pamoja. Sema, Bwana Yesu. Mama, achie kifua. Kwa jina la Yesu. Endelea tu kuomba. Kuna magonjwa yanayeyuka, yanaondoka kabisa. Kafa ulikuwa unasikia zinapita kama umeme. Neema ya uponyaji. Neema ya uponyaji. Ndani yako. Unafunguliwa. Yes. Ndio. Mpaka kule nyuma.
Nguvu za Mungu zinatembea ndani yako. Nguvu za Mungu zinakutembelea. Nguvu za Mungu zinakutembelea. Hapo ulipokwama, hakuna kukwama. Madhabahu inayokuzuia, inayokukwamisha, kuanzia leo madhabahu yanavunjika. Omba, omba, yes. Omba, omba, omba. Omba tashanda omba tu, omba kwa Yesu. Unachilia release Bwana. I release power in the mighty name of Jesus. Wachia pesa yanaondoka kwa Yesu Kristo. Ndio wanasaka rikoskanda rikoramane rapa rikoskanda ramane ria pasaya uwezo Bwana uwezo anda rokoya mata soya anda basaiha mande rokoya rokoya anda soya mata neema Bwana unatembea roko soya anda basaiha mande rokoya hata soya ugonjwa pokachia ugonjwa pokachia hizo roho mapepo hizo roho giza kwa damu ya Yesu Kristo. Vitorena sana retoko ramado hiapa kurabasaya ando hiapa zoya ando rapaka rimando ropo koya mando robosaya rakamando robosaya mapepo ya asira mapepo ya asira mapepo ya asira ameingia kwenye mji huu na nguvu za Mungu zimetufunika. Inua sadaka yako juu. Mara moja